Ningeomba sana Watanzania, nini tufanye sasa? Cha kufanya ili taifa letu lisije likaingia kwenye matatizo makubwa, jambo la kwanza ni kuwafungia wanaharakati uchwara, wachonganishi wa serikali, upinzani na wananchi. Hawa wafungiwe. Itamke kabisa, yoyote mwenye kuonyesha nia ya kuchonganisha serikali, upinzani na wananchi ni marufuku, achukuliwe hatua. Kuna watu wanaongea kwenye mitandao ya kijamii, kuna mambo yanahusu mambo ya ndani ya vyama. Ndani ya vyama mtu anaingilia, yanakuhusu nini? Mambo mengine yanahusu intelijensia ya polisi, mahakama, mtu anaingilia, yanakuhusu nini? Watanzania, yanakuhusu nini? Wewe mtu unaifanya kitu cha namna hiyo, unaichonganisha serikali. Wengine wanachonganisha hadi viongozi wa juu wa serikali, huyu hajui, yule anajua. Unajua kiongozi huyu hajui, amempita mambo. Wewe bwana, wewe badilika. Jambo la pili, onyo kwa wabunge wanaojipendekeza kwenye taasisi ya urais, wanaochonganisha serikali na wananchi badala ya kuwasilisha kero za wananchi. Kuna mtu anaongea, unamwona kabisa. Kwa mfano, nimemsikia mbunge mmoja anaanza kumtaja Heche ambaye hayupo hata bungeni, badala ya kuwasilisha hoja za jimbo lake anamtaja Heche kwenye bunge. Ndugu zangu wa Tanzania, wewe ni mbunge, unamtaja Heche, ana kitu gani? Kwanza ni ishara ya kujenga uoga dhidi ya mtu. Yaani unataka kufanya chama chako kimekuwa ni dhaifu, wakati chama ni dola, chama dola. Alafu wewe unaona unakuwa unamtaja mtu ambaye hata sio mbunge. Bora tange kwa mbunge ukawa unamcherura mle ndani. Hii ni kwa baadhi ya wabunge tu wanaotafuta kujipendekeza kwa rais, labda watapata uwaziri. Hiyo ni kwa ajili hiyo tu, hakuna nyingine. Lakini pia lingine ninaloshauri, tume ya maridhiano ianze haraka kabla ya chokochoko kuzaa matunda na kitasababisha vurugu nyingine za ajabu zikajitokeza baadaye. Mchakato wa maridhiano utangazwe mapema, mfumo wa namna ya kuwepo kwa hiyo tume, ama ni kamati ama nini, iwepo. Jambo lingine, kwa upande wa chama changu, Chama cha Mapinduzi, kwa baadhi ya watu tu kujielekeza kwenye utu. Tunaposema kazi na utu, tuwe tunaifanya kivitendo. Kuna baadhi ya watu anajiona kwa CCM ndo kama amepika, anaona wale ambao sio CCM wote mabata tu, yeye ndo mwenye akili mno. Taifa letu lina watu wa namna hii sasa hivi, na hii yote ni kwa sababu ya wale ambao wameingia kwenye chama kwa maslahi, uchawa, wakidhani biashara ya uchawa ikifanyika ndani ya Chama cha Mapinduzi ina malipo mazuri tu, kwamba unaweza ukapata cheo na nini. Kwa tabia kama hii inatengeneza chuki dhidi ya wale ambao sio CCM, ambao wana maono tofauti. Kwa hiyo chama kujielekeza kwenye utu zaidi badala ya Mungu mtu. Kuna baadhi ya watu yani kuwa yeye CCM tayari, yani yeye ndio kila kitu. Kuwa CCM yuko tayari hata kuonea watu wengine. Lakini vile vile serikali kuonyesha njia ya kutafuta ukweli wa yuko wapi Polepole, kuonyesha nia, kwa sababu serikali haiwezi kuwa mfalme njozi kujua kwamba labda Polepole alikuwa wapi na anafanya nini, lakini ina uwezekano wa kufanya juhudi za kuwatuliza Watanzania kwamba Mtanzania mwenzao haonekani. Kwa hiyo kukaonyeshwa juhudi kwamba tunafanya taratibu uende tukampata Polepole, na itakuwa jambo lenye furaha. Tunaelekea kwenye maridhiano, kwa hiyo tuangalie yale mambo ambayo yamewagusa watu wengi. Polepole yamewagusa watu wengi waliomo ndani ya Chama cha Mapinduzi na walio nje ya Chama cha Mapinduzi, na vile vile machawa wa serikali na upinzani kote. Kuna machawa wa serikali wanaojipendekeza kwenye serikali, wanaojidai, wanaona wao ndio wamenufaika, na kuna machawa upande wa upinzani hivyo. Wako machawa upande wa upinzani ambao hawatengenezi isipokuwa wana nia tu ya kuendelea kuzidisha chuki katika mioyo ya watu. Upande huu uchukie upande huu, na upande huu uchukie upande mwingine. Lakini vile vile kuonekana kuna utashi wa kisiasa wa kumwondolea Lissu ile mashtaka yake, kufutiwa mashtaka. Jambo hili liko mikononi mwa mahakama, lakini tukasema kwamba iko nguvu ya mkuu wa nchi ambao anaweza akaitumia kupitia kwa DPP pale, jambo likaisha. Lissu akarudi uraiani, akaiona familia yake, tukaendelea kupunguza mambo. Yani
ili jambo liende, hamwezi mkawa tu mkalimaliza haraka. Kuna mambo ambayo mnaweza mkayafanya mkapunguza taratibu. Lakini pia upinzani, ukubali kuto kukubaliana, agree to disagree, juu ya uwepo wa serikali, kwa sababu vile iwavyo utakwenda tu utataja neno serikali, iite unavyoweza, serikali halali, serikali haramu, iite unavyoweza, lakini bado inabaki kuwa ni serikali. Kwa hiyo lazima kuwe na namna yoyote ya to agree to disagree, agree to disagree, yani kukubali kutokukubaliana. Kule kutokukubaliana kwetu tukubali kwamba tukubaliani, lakini tuweke mtazamo wa kitaifa mbele. Huyu nakaa naye mimi simwamini, na yule anayekaa na wewe na yeye pia hakuamini, kutokana na itikadi zenu zimewapeleka hapo. Lakini ili kufikia malengo ya maridhiano, lazima muweke itikadi zenu aside, mkae chini kuangalia mustakabali wa kitaifa. Lakini zaidi ya yote, kuwepo kwa umoja, serikali ya umoja wa kitaifa. Na mimi nilikuwa naona kwa mfano leo, kwa mfano tungemchukua, kwa sababu najua ACT Wazalendo wamegombea, wameingia kwenye uchaguzi, lakini wenzetu kwa mfano Chadema, ambao wao walisusia uchaguzi kutokana na zile kanuni, mfano wakateuliwa wabunge hata kama ni 5, mfano maoni yangu, lakini kama Mtanzania akateuliwa wabunge kama 5, wabunge wawili wakapata waziri katika wizara nyeti, ukamchukua Lissu ukampeleka kwenye wizara ya madini, kwa sababu ndio maeneo ambayo ameyapambania sana kwenye ishu za madini. Ukamchukua Heche ukampeleka TAMISEMI pale. Kwa hiyo ina maana katika vyama viwili kwa Tanzania bara ambavyo angalau vina wafuasi, kwa maana ya Chadema na ACT, tayari tumewaweka pamoja kwenye serikali. Ina maana sasa itakuwa ni mwendo wa kufanya kazi kuelekea kwenye uchaguzi. Uwepo wa serikali ya umoja wa kitaifa ni muhimu, kwa sababu tumeshuhudia kwa Zanzibar yaliyotokea 2001 yalipelekea kuwepo kwa serikali ya JNU ya Zanzibar. Kwa nini upande wa Tanzania bara yametokea mauaji ya Oktoba 29? Kwa nini? Ili kutengeneza taifa moja kusiwepo na serikali ya umoja wa kitaifa. Hata kama Chama cha Mapinduzi kitakuwa na viti vingi bungeni, lakini angalau kuonekane kuna sura ya umoja wa kitaifa ndani ya serikali. Yaani leo rais asione vibaya kumteua waziri kutoka chama cha ACT Wazalendo, kumteua waziri kutoka Chadema, kumteua mkuu wa mkoa kutoka Chadema, kumteua mkuu wa wilaya kutoka Chadema, tukatengeneza serikali ya umoja wa kitaifa kujivusha kwenye hili donda mpaka mwaka 2030, ambapo kila mtu sasa apambane kuuza sera zake kwa Watanzania ili aingie madarakani. Kwa maana sasa hivi tujivushe kutokana na donda lililotokea, kuwepo kwa umoja, serikali ya umoja wa kitaifa itakaolifanya taifa kusonga mbele. Mimi naamini kwa jambo kama hilo tutaweza kufikia malengo. Niwashukuru sana Watanzania kwa kunisikiliza, wa vyama vyote ikiwemo chama changu, Chama cha Mapinduzi, na wengine wote wa vyama vingine kama vile Chadema na vyama vingine. Nawashukuru sana. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki Tanzania. Asante sana.